Basi mtazamaji angetamani kujua mmetoka wapi, majina yenu, na katika tamthilia hiyo mpo kama kina nani? Karibuni. Asante. Okay, kwa majina ninaitwa Esther Daniel. Katika filamu mpya tulioitoa inaitwa Hatma, nimeigiza kama mtu anaitwa Nora. So ni explain zaidi kuhusu huyo mtu au niishie tu hapo? Hapo. Okay. Karibu. Ladies first. Kwa majina naitwa Zena Shabani Sadiki. Kwenye movie ya Hatma nimecheza kama Suzy. Yeah. Laito Samuel Steven. Kwenye movie ya Hatma nimecheza kama Alvin. Mimi ndo director mwenyewe. Sasa ndio director ndio tuambie director BLG na BLG inafanya nini zaidi? Sawa. BLG kirefu chake ni Best Life Generation. Best Life Generation kwa sababu tunafanya vitu ambavyo vina ubora. Tunapenda kuwa bora zaidi, ndio maana tunajifunza kila siku. Lakini pia kauli mbiu yetu the basic of knowledge and entertainment, kwamba sisi tuko kwa ajili ya kuelimisha lakini kuburudisha pia. Kwa hiyo ndio BLG kwa ufupi. Kwa nini Hatma? Kwa sababu tukizungumzia filamu zinakuwa na title nyingi sana. Kwa nini mlifikiria kuandika script na kuita tamthilia? Okay, ni Hatma kwa sababu kwa maana ya Hatma naweza nikaanzia kwenye maana ni hitimisho. Kwa hitimisho, jambo unaweza ukalianza vizuri ila ukamaliza vibaya, ama jambo unaweza ukalianza vibaya ukamaliza vizuri. Kwa hiyo tunachodili nacho katika tamthilia hii ya Hatma ni hitimisho, ama ni mwisho wa mambo, ama mwisho wa jambo ambalo unakuwa unalipitia. Nikizungumzia Hatma ni tamthilia ambayo ni love story. Love story, lakini pia life story kwa sababu ina mambo mengi ambayo ni ya kimaisha zaidi, lakini tukiangazia katika engo kuu ya mahusiano. Watu wanapendana humo, wanatendana humo, watu wanaumizana humo, na wengine wanafurahishana pia. Kwa hiyo naamini kwa mtazamaji ambaye ataifuatilia Hatma ataweza kuipenda sana, na atajifunza pia na ataburudika pia. Okay. Unamzungumziaje character ambaye wewe umemvaa katika Hatma na amekufunza nini? Character ambaye nimeivaa katika Hatma ni mtu anaitwa Nora, mtu ambaye ni kisirani muda wote, yani muda wote jibizana na watu. I want to be famous, yani niwe famous tu, nijulikane, ndo raha yangu. Unapita sehemu watu wanakuchekea kama hivyo, kumbe ndo yule, kumbe ndo wewe. Watoto kama hivyo, so ni raha yangu tu iwe hivyo. Yani mimi nichukulia kama ni taasisi ya BLG ya kwa sababu kufika mkafikia hatua ya kusema kwamba si tuanze kutengeneza hizi brandi za filamu na focus kwamba hii taasisi ambayo inatakiwa jitegemee fanya hivi na hivi. Sasa mimi ningependa kujua au kujuza umati kwamba watu ambao mpo chini ya management au mnajiongoza nyinyi kama nyinyi, kwa sababu unavyosema taasisi obviously ina management na uongozi na ina formulate kila kitu ambacho wako nacho chini ya tuseme usimamizi husika. Kwa ningependa kujua na watazamaji ambao watakuwa wanatuona hapo mjini YouTube na maeneo mengine waweze kutambua kwamba hii BLG ni taasisi ambayo iko chini ya management fulani. Hata kama management haipo, wapo wengine ambao watawiwa kuja kuwaomba kwamba tunataka tuwa manage ili muweze kusonga mbele zaidi. Kwa hapo kama director. Sasa tukizungumzia BLG ni taasisi ambayo inajiongoza yenyewe. Ina uongozi ambao umeimarika, uongozi ambao umesimama imara kuhakikisha tunayafikia malengo. Lakini kama ikitokea mtu labda anahitaji kuwa mwekezaji kwa BLG hatumkatai mwekezaji. Ni mazungumzo lakini pia makubaliano. Tunachokiangalia sisi ni utendaji bora wa kazi, tukizingatia misingi ambayo tutakuwa tumejiwekea. Kwa hiyo hatuna mtu kwa sasa ambaye anatusimamia, ila tu uongozi wa BLG wenyewe unajitosheleza kufanya kila kitu kwa sasa. Ni hivyo. Okay.
Kwanza kiende kwa dada. Ni nani aliyekushawishi au kukuinspire kuingia katika tasnia ya uigizaji? Ni rafiki yangu. Ni rafiki yangu ndo ale kuniinspire nije kwenye tasnia. Rafiki yako aliona nini kwako mpaka anakuambia unaweza kuigiza? Aliona kwamba mimi ni mcheshi pia. Na pia ninaweza na nina kipaji hicho pia. Kabla hujaingia kwenye tasnia ya uigizaji, wewe mwenyewe ulivyokuwa unajiangalia ulisema naweza kufanya, au kuna karoti nyingine kwa nakwambia hapa ndugu yangu hapa kuna hiki na hiki? Kwa mara ya kwanza lazima niwe na uoga, japo nilikuwa najipa kaimani naweza. Na pia nilikuwa naipenda sana. Nilikuwa naipenda sana tu. Kwa mara ya kwanza kufika kwenye sanaa ya kauoga kalikuwepo, lakini siku zilivyozidi kuwepo kufanya mazoezi nikawa sasa gentleman. Ukawa master. Nikawa master. Okay, na ulipoingia BLG mapokezi yalikuwaje, na wewe mwenyewe ulipoanza kuvaa uhalisia katika tamthilia ulijionaje? Kwa kweli mapokezi kwanza ya BLG yalikuwa ni makubwa, walinipokea vizuri. Na mimi nilijiamini kabisa kwamba sehemu nilokuepo ni sahihi kwangu. Na ulipoanza kuvaa uhalisia uliuchukuliaje zaidi? Nilichukulia naweza. Umekuwa katika tamthilia ngapi? 2. Ambao ni Hatima na On Time. Okay, Hatima unamzungumzaje mtu ambaye ulimvaa katika tamthilia hii ya Hatima? Ni ndio tu fulani mcheshi. Anacheka na kila mtu, kiwa na rafiki zake, ni mtu wa vibe wa mitoko nini. Screen kama zote. Okay, mimi natamani kujua ni mtu huyo ambaye umemvaa kwenye Hatima. Ukimleta katika maisha ya kawaida haya. Yani sasa ndio huyo Hatima akaa kwenye maisha ya kawaida. Ungetaka aweje, yani ungemshauri afanye nini? Mimi kwa kweli hata kwenye scene nilopewa, kwenye uhalisia na hata kwenye movie nilocheza ni vile vile, niko vile vile. Okay. Yani ni kama alikupatia character ambaye kama wewe vile yani. Okay, that is good. Okay. Director. Inachukua muda gani mpaka script kukamilika hadi kazi kamili kuingia sokoni? Sawa. Hii inategemeana na mipango ama mikakati ambayo mmejiwekea wenyewe. Yaani haihusiani na speed ya director wala nini, inaanzia kwenye mikakati na mipango. Sababu kazi kuingia sokoni ni lazima imeandikwa, watu wamekastiwa, imeshutiwa ndio ikaingia sokoni. Sasa inaweza kazi ikaandikwa lakini kama mipango yenu ya kushuti bado hajakaa sawa, inaweza kachelewesha pia kushuti. Lakini nikizungumzia uandaji wa script kama script, na kwa uelewa wangu mimi binafsi ama kwa uwezo wangu, script cha kwanza ni kumaster story ama kuiandaa story, kwamba nataka nifanye movie ya aina fulani. Na story haichukui muda mrefu. Yaani story ni idea inakuja muda gani, basi ni kitendo cha siku moja naweza nikapata story nzuri ambayo nasema naweza nikaondoka nayo. Zaidi na zaidi nitakuwa ninaiboresha kadri siku zinavyozidi kwenda kutokana na mawazo ambayo nazidi kuyapata. Kwamba nimepata sasa hii ndo njia yangu ni hii. Ni kama muziki, beat ni hili hapa, napitaje au mnapita na melody gani, ni wewe sasa kama msanii. Kwa kwangu kuiandaa story ni siku moja, ila kuandika script ndio inaweza kanichukua muda ili nipate kitu kizuri, dialogues na vitu kama hivyo. Kwa sababu kama mwandishi ina maana wewe ni unacheza uhusika wa kila mtu katika movie. Nikiwa namwandika Nola, means hata mimi wakati huo naandika lazima niongee kama Nola ili nipate dialogue ya Nola atakayozungumza. Kama atapayuka wakati naandika kwenye akili yangu, lazima ije sauti ya kupayuka ya Nola. Kama namwandika Suzi, lazima nimpate Suzi. Sawa, kwa hivyo lazima nichukue kama muda kidogo ili nitengeneze mazingira sawa. Lakini kwangu binafsi per day nikisema nikae kuandika na uwezo wa kupata scene 40 mpaka 50 kwa siku. Okay. Yeah. Wakati sasa mnaanza
maandalizi ya kufanyia kazi kile ambacho mmekiandika ili kwenye uhalisia mpeleke sokoni, maandalizi waga yanakuaje na kupata location kamili ya hiyo kazi, ya kufanyia hiyo kazi huwa inakuwa inawapatia changamoto gani au inakuwa inawapatia urahisi gani? Location scout. Sawa, kwa sisi mfumo ambao tumetengeneza mfumo wa mgawanyo wa kazi, mradi mambo yasiwe mengi. Wakati ninasimamia kazi, ninasimama katika eneo langu kama director. Lakini katika kila location ama kila shooting ambayo tunaiandaa kufanya, lazima tuteue watu watakaosimamia hivyo vitengo. Cha kwanza kabisa tunachagua location manager ambaye huyu atadili na location zote, itabidi azipate. Kama utakuwa kuna changamoto yoyote analeta kwa uongozi. Kwa mimi kama director, mimi namface yule pale. Tunakuwa naye pale kwenye kundi. Maybe ni msanii ama kiongozi yote, lakini tuko naye pale. Bwana, mimi nataka wewe udili na location tu. Nampa orodha location anayotaka. Nataka duka, nataka supermarket, nataka nyumba, nataka hivi. Kwa yeye kama yeye lazima aanze kuzifuatilia hizo. Labda umekuta sehemu ya kulipia ama ni ya kufanyaje, anarudisha majibu, bana kuna sehemu nimeenda lakini inabidi tulipie tufanye hivi. Kwa vile vitu watu tunaviandaa mapema kwa sababu tumempa mtu hicho kitengo, na vitengo vingine kama chakula tunawapa mapema watu ili wajili navyo, mambo yasiwe mengi katika kufanya. Tuzungumzie tasnia yenyewe. Wewe kama najua una experience sana kubwa na hii tasnia toka umeanza kuingia mpaka sasa hivi. Unahisi tasnia ya filamu inahitaji maboresho kadhaa ili kuweza kupata matokeo mazuri zaidi? Sawa. Maboresho yanahitajika. Cha kwanza, kwa sasa hivi wapo wengi wanaofanya sana asasa ya uigizaji. Ni wengi sana. Ila kila mmoja anaingia akiwa na target yake binafsi anayojua yeye. Kwa mara ya kwanza sanaa ilikuwa inafanyika kwa watu ambao ama ilikuwa inafanywa na watu ambao kweli ukimwangalia ni ana kipaji na ana malengo. Tunaita wabeba maono. Najua kuna mtu anaweza akawa anafanya kitu lakini hawazi kwamba hichi kitu nikifikishe sehemu, yeye anawaza tu hichi kitu kinifikishe sehemu. Tuko sawa? Hiyo ni tofauti. Sasa kwa mfano nikizungumzia kama hawa ma brothers na ma sisters ambao walipita kina Kanumba kina nani, unaona walikuwa wana fight kwamba sanaa ifike engo fulani. Sio sanaa inifikisha, yeye haifikishi. Kwamba amesimama kama mbeba maono katika sanaa haivushe ifike sehemu fulani. Lakini kwa wengi ambao wapo sasa hivi na wanafanya kwa maslahi tu binafsi ya kawaida. Yaani mtu akishapata hela akula ameridhika. Mimi ni comedian, nikiingia pale TikTok nina followers wangu milioni, ameridhika. Yaani hawazi kwamba sasa hii industry ama sanaa kama sanaa kupitia mimi ifike sehemu kwamba nitafute ma connection ya nje ya mbele mbadi niweze kuboresha kwa. Kwa hiyo watu ni wale kwa sababu yeye target yake ilikuwa ni apate hela ya kula. Kwa hiyo akishapata hela ya kula ameridhika. Yeye anaishi humo, ndio wale wanaanza kuvimba, wanaanza nini tofauti. Kwa hiyo lengo langu mimi ama ninachokiwaza mimi, ninawaza kwamba kama wasanii tusimame tukiwa tuna malengo kwamba sanaa yetu kuna sehemu haijafika. Na kuna watu ambao wana sanaa kutuzidi. Kwa tukubali kujifunza kwa watu ambao wametutangulia, lakini tuwaze kwamba kupitia wale waliotutangulia aidha tushirikiane nao katika kufanya kazi ama tutengeneze uhusiano mwema, tuache kuvimba alafu tufike sehemu. Kwa hiyo hicho ndio kitu cha msingi ambacho mimi nakiona. Lakini kingine unakuta ni star, yeye anafanya tayari ana jina, ila anakuwa na dharau na mtu wa chini. Huyu ambaye ana kipaji anajitafuta, akihitaji support kwake, huyu anakuwa ni mtu wa kuvimba, kuonesha kwamba mimi tayari nishatoboa bila kukumbuka kwamba hata yeye alikuwa huko down. Kwa hiyo sanaa haiwezi kuwa kama tutakuwa tunadharauiana, kama tutakuwa tuna uwezo wa kusapotiana kama mataifa mengine wanaofanya sanaa. Okay. Ni tamthilia ipi ambao umeigiza kutoka BLG ambayo wewe binafsi unaona kabisa hii ilinipeleka sokoni na nilifanya vizuri zaidi? Okay. Tamthilia ambayo nili appreciate kifupi ni tamthilia ya On Time. Ambapo niliigiza kama Jini Sonia aliyekuwa mnafiki na mambo ya kikatili, vitu kama hivyo. Ile tamthilia ilikuwa ni nzuri, in short iliangaliwa na watu wengi, hasa pale mitaa pale kwetu watu wengi waliangalia. So ikawa ile inanionyesha kwamba kumbe kweli tukifanya tunaweza tukafika mbali, tunaweza tukawa na viewers wengi, tunaweza tukawa na followers kibao, ndio hivyo yani. Ningetamani nijue mahusiano yenu ya kikazi
baina ya wanawake na wanaume kwenye hii BLG Media. Mahusiano ya kikazi baina ya wanawake na wanaume yapo? Okay. Ulipoanza na mahusiano nijua ni kitu kingine ya kikazi. Okay. Mahusiano ya kikazi kwetu sisi tuna tabia moja ya kuchukuliana kama kaka na dada. Ukiachana na masuala ya kimapenzi kinini, siku tu tunachukuliana yani kama familia, yani wote ni familia. Brother Amri, brother Lucas, yani hivyo, yani tunachukuliana kama kaka na dada. Kwa hiyo mkishachukuliana kama hivyo, kwenye kazi kukwazana au labda kupishana au labda vitu kutokea vitu visivyoeleweka inakuwa ni ngumu sana. Kutokana na kwamba mshajijengea kwamba sisi ni kama familia. Ukiachana na masuala ya kimapenzi na nini, sisi tunajichukulia kama familia, kwa hiyo inakuwa ni nyepesi kufanya kazi, mtu akiwa na wazo ni nyepesi kulifikisha, akiwa na mapendekezo, maoni na hivyo. Kwa hiyo inatusaidia kujenga kundi letu kuwa kubwa na kazi inakuwa nyepesi sana kufanya kutokana na hilo sana. Haijawahi tokea changamoto yoyote mdada akajisikia kama vile tuseme kufanya nini? Yaani kama kudharaulika fulani hivi kwa sababu yeye ni mwanamke, akanyimwa opportunity fulani au akanyimwa kisehemu cha kitu afu akajisikia vibaya, yani ile kushushwa. Wewe kutokea BLG simogope. Okay, nishakupata swali. Sisi kwetu hilo kuwa mwanzi, yani niwe mwanzi tu ni kwamba kitu ambacho hakijawahi kutokea. Kwa sababu sisi kwetu kama nilivyokuambia hapo awali tunaishi kama familia. Ikitoka labda director ameleta kazi, kwamba kuna kazi, kuna cast huyu na huyu na huyu na huyu. Mtu akishaona kwamba mimi mbona kama hii nafasi naiweza afu hii nilopewa kama ndo siwezi. Unajua director naye ni mwanadamu, so malaika, kwamba kila kitu atakipatia, kila kitu kitakuwa straightforward. Ni ngumu sana. Kwa hiyo sisi tulivyojiwekea ni kwamba ukiona kuna nafasi unaweza, njoo zungumza, sema, utapewa hiyo nafasi. Ukijaribu tukiona kweli unaweza, tunakuweka kwenye hiyo nafasi. Okay. Yes. Na kubaliana ile kauli mbiu ya duo mwanamke ni mwanamke. Au rafiki wa mwanamke ni mwanamke. Je, mnaenda na ipi? Maana kuna wengine kama tuseme director kampanga ni Zue. Yes, yeah. Zena Zuu hivyo. Yes. Zuu acheze musika fulani. Alafu at the same time wewe ndio ulifikiria hiyo kitu wewe utaimaster, yani akawa anawaambia kwa umoja, alafu akaja akampoint mtu fulani. Hapo kachukua. Kwa hiyo mnaenda na kauli mbiu gani? Rafiki wa mwanamke ni mwanamke au adui wa mwanamke ni mwanamke? Kiufupi mimi niseme kauli mbiu yetu ni rafiki wa mwanamke ni mwanamke. Kwa sababu gani? Sisi kwenye kundi letu alafu kitu kama hiko kishawahi kutokea. Nilipewa scene ambayo kuna mtu mwingine alikuwa anaitaka. Yes. Kwenye hiyo movie ya On Time. Hapo sasa. Kuna mtu hiyo scene alikuwa anaitaka, hiyo cast ya Sonia. Ya jini ya? Ya Sonia. Alafu cha ajabu zaidi sasa, Mungu alivyokuwa ajabu. Director eti akamweka mtu akumbembeleza mtu anayelia kwenye msiba. So akaona kama nafasi yake ni ndogo kulingana na mimi nafasi nilopewa, afu yeye akijiangalia anaona kama nafasi hii anaiweza. Kwa hiyo sisi tulivyojiwekea ni kwamba una kitu njoo zungumza. Akanifuata, akanielekeza, akaniambia, nikamwambia wewe usiwaze. Kama vipi tu tukaongea na director au wewe unaonaje? Akasema hamna, wewe usiwaze. Mimi nipo sawa, lakini akachukua ile opportunity kunielekeza kwamba basi ukifika kwenye ile nafasi wewe fanya hiki na hiki na hiki, yani ikawa ndo kama ananielimisha kwamba kwenye hiyo nafasi ili ufanye vizuri fanya hiki na hiki na hiki na hiki. Unaona? Kwa hiyo ikawa ndo chanzo cha yeye kunielimisha zaidi niweze kujua zaidi kwamba kwenye nafasi hii kwa sababu yeye anaiweza inabidi nifanye hiki na hiki na hiki na hiki ili nifike kwenye nafasi inayotakikana na director. Watu wengi hawapendi kushauriwa au kukosolewa. Yes. Lakini kwa mfano huu hapo ni dhahiri kwamba ulikubali kukosolewa. Yes. Una pia ulikubali kuelekezeka ulipopewa hiyo chance. Yes. Mimi nataka niulize kitu kimoja. Sasa hili swali linaweza likaenda. Sawa. Nahisi ni kama sikuelewa vizuri. Lakini naomba niliulize tena. Bwana director, kwenye masuala ya unapokopa una deal na hawa character. Yaani character yako wewe unampata after au kabla kabisa, yani maana yake wewe unapokuwa face story ule mchakato wa kupata wale character. Maana yake ni wewe tu unaamua kwamba ni kwa sababu kuna mfahamu atakaa yule. Au ni kwamba unapokuwa unazingatia ile kwamba
huyu mtu kwa namna anavyozungumza, anavyoonekana, namna labda anavyo flow na story yenyewe, ndio labda anafaa kuwa character. Wewe mchakato wako wa kumpata ni character. Yaani anazingatiaje kumchagua mhusika wake? Yani kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza kupewa character kwa sanane na ile. Unajua. Kwa hiyo huyu kama alipopewa hiyo character ya Jimmy, ulizingatia sifa gani mpaka kumpa character ya Jimmy? Yaani kama mpaka amekuwa Jimmy, wewe ulizingatia nini? Sawa, iko hivi. Nikizungumzia uandishi wa script. Sawa. Wakati naandika script kwa mimi binafsi, nina uandishi tofauti. Sawa. Uandishi wa kwanza ni ule uandishi ambao wanaufanya waandishi ambao hawako na hao wasanii. Sawa. Yaani kwamba anaandika, baada ya kuandika sasa ndo wanaanza kutafutwa hao wasanii. Sawa. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye ili ampate yule msanii anayemhitaji ni lazima aandike kwanza, akishamaliza aanze kumfind. Na huyo msanii akipatikana lazima apewe maelezo ya kutosha ili kuishi mle. Kwa mimi uandishi wangu wa sasa na biolojia ni tofauti. Kwa sababu wasanii niko nao alafu wa kutosha. Sawa. Yaani kama nitahitaji kuadi msanii ni mimi tu nimetaka wasionekane wale wale. Lakini nikisema biolojia kama biolojia watosha nisiongeze msanii mwingine yoyote inawezekana. Kwa hiyo wakati ninaandika mimi, kwa sababu najua nawaandikia biolojia, ninamwangalia ama ninamuona mtu kabisa wakati naandika. Huyu anaitwa Esther. Mimi wakati naandika ninazijua tabia za Esther zote. Yaani mimi kama kuna ambavyo sivijui ni vya huko, lakini vya pale vyote navijua. Umeona? Kwa sababu ninamjua na ninamuelewa, inakuwa ni rahisi kwangu kumuandika kwa sababu ninaelewa anapitaga wapi. Kwa hiyo mimi naingia kwenye pigo zake. Ndio maana hata ukakwambia Suzi kama Suzi na yeye mwenyewe ni wale kwa sababu nimpita kwake. Ili mradi awe bora ama afanye kitu kizuri zaidi, nampa kile ambacho najua kabisa huyu akipita anaua, anatisha. Sawa. Kwa hiyo uandishi wa Hatima ni uandishi huo. Lakini uandishi nje ya Hatima, kuna movie nyingine naweza nikaandika nisiangalie yeye yukoje, ila mimi nikataka nimtengeneze ninavyotaka mimi awe. Pia inawezekana. Kwa kuna mara mbili nikamcast mwenyewe ninavyotaka awe tofauti na uhalisia wake, ama nikamwandia katika uhalisia wake ili anipe kitu kikubwa zaidi. Kwa hivyo vinawezekana. Okay. Na kitu kingine hapo ningetamani kujua director, pale ambapo mkiwa mnachagua hawa wahusika hawa wakiingia biolojia au wamo ndani ya biolojia, wanakuwa na mikataba ya kudumu au mikataba ya short mikataba? Yeah. Sawa. Kwa sisi biolojia kwa sasa hivi hatujawa na mkataba moja kwa moja. Bado hatujawa mkataba moja kwa moja. Ila tupo katika hizo process. Na maana ni soon. Si muda mrefu tunaanza kuwasainisha mikataba ya moja kwa moja. Ila ufamilia ama namna ambavyo tunaishi inatutengeneza tuonekane tuna hiyo mikataba. Sababu tuna umoja, tuna upendo, bado tunazingatia misingi ya kazi. Cha kwanza tunachokifanya sisi, wanasema upendo unaisha na ndio maana upendo kabla hujaisha sasa. Kabla hujaisha upendo lazima ujue kitu kimoja, kwamba binadamu ni binadamu. Binadamu ni binadamu. Yaani wewe sio Mungu. Hata umsaidie vipi ama hata umbebeje unavyohisi wewe unambeba, kuna muda utafika atampata ambaye ana upendo zaidi yako. Ndio binadamu alivyo. Na unaweza kumfanyia baya moja akasahau mema mengi ambayo ushekumfanyia. Kwa hata mkataba mwisho wa siku utaishia kwenye marumbano, utaishia kwenye mahangaiko. Ila huwa tunaweka mikataba kama tu mfumo ama msingi utakao tusogeza katika mafanikio yetu. Mifano tunaiona kwa wasanii wakubwa ambao washatoka. Wapo kina Diamond kina nani wamewasainisha vijana mikataba, wamewatoa mbali, mwisho wa siku hiyo mikataba imekuja kuwa gumzo, imekuja kuwa changamoto. Kwa hiyo mikataba haiwezi kubadilisha mioyo ya watu. Mkataba ubadilishi moyo wa mtu. Kama ana lengo la kukusaliti, kukukana, anaweza akakukana popote na hata akiwa na huo mkataba. Kwa hiyo mkataba haudumishi urafiki, ila mkataba unadumisha msingi wa kazi. Kwamba hivyo kwa sisi tuna mpango wa kuwasainisha, lakini hatuwasainishi kwa sababu eti tunataka kwamba ndio mioyo yao zidi kutupenda. Hapana, tunafanya kwa sababu ni misingi ya kazi. Lakini ingekuwa ni kwa sababu ya upendo, hapana. Mimi napenda kumtreat mtu hivi, sio kwa kumbana ama kumlimit. Hapana. Kwa hiyo unataka kusema kwamba mtu ambaye yuko biology akahitajika sehemu nyingine kwa casting na movie out of biology, anaruhusiwa kufanya hiyo kitendo? Yeah. Kwa biology tunaruhusu msanii kutoka. Tunaruhusu msanii kufanya kazi sehemu yoyote. Ila tu tuna misingi ambayo tumejiwekea binafsi. Msingi wa kwanza wa biology,
msanii ambaye anahitajika sehemu, yule ambaye anamhitaji anapaswa kuface uongozi wa BLG na kuzungumza nao. Yeah. Yaani taarifa ni jambo la msingi. Kitu ambacho hatukitaki BLG ni msanii sisi tumekaa tunakutana naye anashuti sehemu hatuna taarifa, ama wakati huo tunaitazama movie ameshoot sisi hatuna taarifa. Pengine wakati huo anashoot na sisi tulikuwa na kazi, amesingizia vitu vyake vingine kumbe ameenda kushuti sehemu nyingine. Hiyo ndio hairuhusiwi. Ila kama akitoa taarifa inaruhusiwa. Tunachotengeneza sisi ni brand kwa msanii wetu. Kwa hiyo tumesema kwa mtu ama watu ambao wanamhitaji msanii wetu lazima watoe taarifa ili ajue kabisa kwamba huyu mtu anamenejiwa ama anaongozwa. Kisha jua anaongozwa, hata akimchukua kufanya naye kazi, heshima lazima iwepo, tofauti na mtu aliyeokotwa tu mtaani. Kwa hiyo akija akakuzoazoa tu akakuchukua, na akija kuongea na uongozi, huyu aliyeongea na uongozi anamheshimu tofauti na huyu ambaye amemchukua tu. Hivyo kwa hiyo tunazingatia hilo, ila anaruhusiwa kufanya kazi. Okay. Ndani ya BLG pia huwa mna tendency labda za kuleta watu kutoka nje ili kuwafundisha mafunzo tu ya kuwajenga, labda kuwajengea uwezo wa kitu fulani au kuwaweka vizuri kwenye afya ya akili, kwa sababu kitu kuigiza lazima ihusishe vitu vyote: akili yako, mwili wako, afya yako, mambo kama hayo. Huwa mna hiyo tendency ya kuleta labda watu kutoka nje, profession au watu labda afya ya akili au kuelimisha kuhusiana na sanaa na vitu kama hivyo ili kuwapa mafunzo? Tuna hiyo program na katika kuiboresha hiyo program tunaona mpango, sababu ninaona mazao ya BLG, ninaona watu wakiwa mastaa kupitia BLG. Kwa pia mpango wa kuanza kuwaleta na mastaa, yani wasanii ambao tayari washafanya waje kwa ajili ya kuwaelimisha kuhusu ustaa. Unawezaje ishi kama star na vitu vingine kama hivyo, kiachana na mambo mengine. Kwa hiyo huo taratibu tunao wa seminar ndogo ndogo kwa ajili ya kumjenga mtu, sababu kiachana na BLG, nje ya BLG mtu anaweza kawa amevurugwa na mambo yake mengine. Mimi kama Sam naweza nikawa nishazoeleka, hata nikamshauri nikaongea naye anaweza asinielewe, lakini ukimletea mtu ambaye tofauti na ni professional katika hiyo sekta, anaweza akazungumza naye na mtu akamuelewa. Kwa hiyo kuna vingine tunaweza tukawa tujafanya 100%, lakini tuko katika hiyo mikakati ya kufanya hivyo. Okay. Kuna kitu swali kwa director mara. Kama director, ni vitu gani ambavyo unahisi kwamba mtu akija akakuchallenge, yani akakuchallenge unavichukua? Wewe kama director, so unajua kama director obvious, umesema kwamba obvious script unaandika mwenyewe, casting unafanya casting according kwamba kila nilichokiandika na character ambao wanaweza kuperform kilichokiandika on time and the right place. Sawa. Sasa wewe kama wewe mtu akaja hata kama asiwe, mfano umeshafanya casting. Sawa. Mfano casting ya Nola kwamba ni jini. Lakini mtu mwingine akaja akwambiaje? Mwingine akaja nje ya huyo Nola kuja kukushauri kwamba hapo umekosea. Yaani zile comment ambazo unazipata wewe in negative way unazibeba vipi? Yaani unazireceive vipi na kuzifanyia ile kuzisolve vipi, niseme hivyo. Yaani zile comment ambazo zinakuja negative. Na kazi zinazofanyika. Unazifanya, yaani unazifanyia solution gani? Kwamba hapo umekosea. Maana umekuaje kama sio professional, unazionaje? Sawa, unajua mimi ninachokiamini, ninaamini katika kushauriwa. Mimi sipingi ushauri wa mtu binafsi, lakini nimejifunza kitu, sababu wao wanayozungumza pia nishakutana nao sana. Kuna muda ukiwa kwamba mimi labda ni director, nimesimama katika lengo ya kudirect ama ya kufanya kazi yangu hii hapa, kuna muda unapaswa kuruhusu mawazo at least 30%, alafu 70% iwe ni akili yako, kwa sababu wewe ndio una maono na unachokifanya. Kila mtu ana jicho lake. Lakini jicho lako wewe linaweza likawa lipo katika uhalisia zaidi, kwa sababu wewe ndio unayejua unafanya nini na unachora nini. Pengine huyu aliyokuja kushauri ni ameziona sini mbili za Noah, lakini hawazi mbele nina mpango wa kumpa kitu gani Noah. Kwa anaweza akashauri kwa hapa, lakini kumbe alichokishauri hapa kama nikikifanya kinaathiri mbele. Kwa mimi wanasikiliza ushauri, lakini ushauri ninaoona kwamba huu utaathiri kazi yangu, mwanangu siupokee. Siupokee kwa sababu napenda kusimama kwenye nafasi yangu, kwa sababu hata ikitokea nimesikiliza ushauri wako kwamba nisikuumize, yani nimeamua kwamba
lakini kweli ngoja nifanye nisimuumize na ajisikie vizuri kwamba alinishauri nikazingatia. Kesho na kesho kutwa kazi ikiharibika, haionekani kwamba alishauriwa, ni akili ya director ndio ameharibu nini kazi. Sio ruhusu utoke. Kwa hiyo ninatokea ule ambao unaona una maana, hauna maana pembeni. Narudi hapo hapo. Maana yake ni kwamba unaamini ulichonacho. Kweli? Waseme 70 na kiamini. 30 napokea ushauri. Kwa sababu hamna binadamu aliyekamilika. Sawa. Naamini kazi yake. Unaamini kazi ya mikono yako. Kabisa. Sawa, mimi nakushauri pia kama unaamini kazi ya mikono yako, mtangulize Mwenyezi Mungu. Na nikaulimbwa pia mtanguliza Mungu. Mtangulize Mwenyezi Mungu. Naamini kila kitu kitakaa sawa. Kabisa. Okay. Hivyo. Okay. Sasa kile kwa dada hapo. Wakati ukiwa umepewa uhusika, yaani ukiwa umepewa uhusika, bwana wewe utacheza kama fulani. Ni uoga unajiandaa vipi? Yaani maandalizi yako yanakuwaje? Ni kwamba unafanya research kumjua huyo uhusika uliopo au huo unafanya ili kuweza kuvaa zaidi na watu wakafurahia kazi unayoifanya? Kulingana hata na simu nitakayopewa au uhusika nitakayopewa ni mchezo. Uhusika. Yeah. Uhusika nitakayopewa. Kwanza cha kwanza lazima nijiamini na uhusika nilopewa. Kwanza lazima nijiamini na uhusika nitakayopewa. Na pia nitafanyia mazoezi. Ili nisimwangushe director. Kulingana na uhusika alionipa mimi. Kwa hiyo nitajitahidi kufanya mazoezi. Okay. Sanaa unaoifanya unatamani ikufikishe kwenye yani ikufikishe kwenye level gani wewe kama wewe? Kwa mimi kama mimi nataka nijulikane, niwe star. Na huo star utautumiaje? Maana kuna wengine wakiwa star ndio hivyo uko mitandaoni wanaanza kupostia yani brand ishakuwa sasa. Mtu kashalewa ustar. Shavimba, ndio salimii. Kalewa ustar. Kwa sababu watu wa Bongo sisi wao wana tabia ya kukuchoka yani. Na hivyo ukishazoea kuonekana sana wanakuchoka. Sasa brand imekuwa. Watu yudu. Ustar utaufanyia nini? Kwa mimi nishakuwa star. Cha kwanza sitoangusha mashabiki zangu. Sitoonyesha utovu wa nidhamu. Maana hiyo nayo kuna ile kwamba ushakuwa ni star. Mtoto vipi? Mbona kila siku anakuwa ananisumbua kama nilivyokuwa nafanya na wazazi wangu. At the end of the day wakakubali na ndo kama hivyo. Mpaka sasa hivi wanaona kwamba kumbe kweli kuna kitu anafanya. Mwisho wa siku wanakupa support na inakuwa kama hivyo. Okay. Kwa mashabiki wanaofuatilia Hatima na kazi zingine kutoka BLG na ambao hawafuatilii Instagram wakupate kama nani, ili hapa tumeambiwa hamna mikataba ya kudumu. Kwa hiyo wewe unaweza ukaaga tu bwana, mimi nimepata chance kwenda kuigiza huko, naenda siku 3. Instagram wakupate kama nani? Instagram najiita kama AC The Tranquil. Director? Sawa. Instagram unapatikana kama official Sasti. Na ukikurudia unajibu wewe mwenyewe. Hilo ni swali, jibu ndio hapana. Jibu lini tena? Ukikurudia mu Instagram tunajibiwa na wewe? Mimi bana bado sijawa na huo star wa account zangu milioni na mtu. Ni mimi mwenyewe. Kwa sasa ndugu, na kujibu mwenyewe. Yaani mwenyewe kabisa. Kwa hata wasijali, yote atakaye nitafuta muda wote saa yote nipo tayari kwa kazi. Kikubwa ni makubaliano kama nilivyosema. Na hata ukiamua kuachukua BLG nzima, watu wote 50 nshwa tuondoke tukafanye kazi. Tuko tayari. Kikubwa ni misingi na mikakati yako izingatie neno linaitwa upendo. Zuri. Wakupate kama nani Instagram? Queen Z. Yeah, ZEE. So Gen Z. Queen Z. Okay, basi asanteni sana timu ya
BLG kwa kuungana na mimi hapa Midundo Online Media, na tumepata mambo mengi kuhusiana na filamu, tamthilia, lakini kikubwa zaidi ni tamthilia yetu ya Hatima ambayo inazidi kuruka huko YouTube channel ya BLG Media. Watu wakaiangalia huko. Director anasema nikitoka ukisema hiki basi mimi jamani najilaumu sana. Sawa, ninakisha kuzungumza. Cha kwanza kabisa mimi ni washukuru wale ambao wametufuatilia tangia tunaanza katika hii engo ya filamu ama ya tamthilia. Ni washukuru sana 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 mashabiki zetu. Lakini cha pili ni wakaribishe kutazama Hatima, kwa sababu sisi bila wao kweli hatuwezi. Waje kumuona Suzy, waje kumuona Tisia, waje kumuona hapo dada wazuri wengi na wamefanya vyema. Waje kumuona na Shumbi pia na baba wako. Waje kumuona na Shumbi pia na Kobelo hapo wengi wamefanya vyema. Kwa kikubwa ni support yao, kwa sababu hatuwezi bila wao, cha kwanza. Lakini kingine ambacho mimi nahitaji kukizungumza ni kuwakaribisha wale vijana ambao wanahisi wanaipenda sanaa, pengine yupo kwenye kundi la sanaa ama hayupo kwenye kundi la sanaa, ila alipo anaamini kwamba sifiki popote, sababu kuna misingi ya kazi ambayo anaitamani kuiona haipati, kuna furaha ambayo anatamani kuipata haipati, BLG furaha haipo. Kwa hiyo nachotaka kukisema ni kwamba BLG ni daraja kwa wasanii ambao wanatamani kufika wanako wahitaji, kwa sababu hatumbagui mtu wala hatumtoi mtu utu wake. Tunafanya vitu ambavyo viko katika misingi ya kikazi na vinazingatia nidhamu pia. Kwa hiyo nawakaribisha wanaohitaji kujiunga na BLG, milango iko wazi. Tunao watu wengi na tunahitaji watu wengi zaidi na zaidi. Kikubwa anayekuja aje akiwa anajua kwamba ninaenda sehemu serious, kufanya kitu serious na sio jambo la msingi ambalo mtu anajua ajue. Kwa kama utahitaji mawasiliano itakuwa ni vyema ili watu cheki kwa ajili ya maelezo zaidi kuhusu kujiunga na BLG. Kwenye hayo maelezo zaidi mimi ningependa tu, ukitaka kujiunga kuna fee ya kulipia kama ada? Kwa BLG tuna fomu za kujiunga, kwa ada ni lazima. Fomu ya kujiunga naweza nikataja na bei kabisa. Fomu ya kujiunga kwa wanawake ni shilingi 30,000, alafu kwa wanaume ni shilingi 50,000. Hiyo ndio gharama ya kujiunga na BLG. Jaza hiyo fomu, inathibitishwa pale, pasipoti yako, muhuri ngwa, wewe ni BLG, unasubiri tu mkataba katika official. Kwa tunasubiri sasa utendaji wako ndio unakupa mkataba. Tofautiane bei. Zinatofautiana kwa sababu cha kwanza hiyo haipingiki, mwanaume ni mpambanaji zaidi. Kwa kama ni mpambanaji zaidi, pia tunaangalia kwamba katika pambanaji wako wewe utapambanaje pia na BLG. Lakini tukija kwa mwanamke tumewapa fair ama tumewatengeneza katika mfumo wa kuwapunguzia, kwa sababu wao wanapenda sana sana kiukweli. Yani tukiangalia idadi ya wanawake na wanaume kwa kama BLG tuko na wanawake wengi kuliko wanaume, sababu wanawake wana mtikio mkubwa katika sanaa. Kwa anaweza kawa alikuwa anahitaji kufanya, lakini kidogo kiasi hiki inaweza kuwa changamoto kwa na watu kasema tuwapunguzia wanawake, sababu tunajua kabisa wanapenda, kwa tunawapunguzia ili waje kwa wingi. Kwa wanaume mpaka mtu anailipwa 50,000 kwa huyo anapenda. Kwa tunaangalia moyo, sio kwamba tunashida nayo sana, tunaangalia moyo wako kwamba kama umekuja umetoa yako hii ada, hautafanya ujinga, itakuuma, itabidi ufanye. Okay. Hiyo ndoto ya wanawake kwa wengi zaidi ya wanaume inakuwaje hapo? Hiyo ni nzuri, si mbaya, ni nzuri. Hiyo 50-50 ndugu yangu, kusema uitie pale, changamoto zitakuwa nyingi. Mimi sinakwambia wewe. Au wanawake wanawapa favor. Kwenye hizo favor hizo. Mimi baki na question mark. Hamna, mimi natamani usibaki na question mark. Kwa sababu hebu msaidie. Yaani kiufupi ni hivi. Ili usibaki na question mark. Siku zote wanawake wanakuaga wengi kuliko wanaume. Ndio. Mwenyewe toka nimeanza kusoma sijawahi kusoma darasa ambalo eti nikakuta wanaume ndio wengi kuliko wasichana. Yaani siku zote nasomaga darasa ambalo
wasichana unakuta wapo 10, wasichana 21, 30 huko, wavulana 10, 12. Yani haijaigi kuzidi zaidi hapo. Yani hata tukiwa wachache, sio kama ni ada tunalipa ada moja ili waje wengi tuwapunguze. Wanawake si wengi tuwapunguze mtaani. Okay bana. Basi sawa, ulikuwa unaendelea kulijibu. Okay, basi director ashatukaribisha hapo. Kwa hiyo kama wewe unaona una kipaji alafu ni kijana upo mtaani, unaweza ukamdm director au tukaingia kwenye page ya BLG Media Instagram ukadm. Yes, watakujibu, watakupa maelekezo yote, ratiba na kila kitu. Yes, I hope ni group ambalo ni zuri sana kwa sababu ukiona tu wenyewe wanavyoelezea, unaona wanavyoelezea wenyewe, yani wako happy. Inaonekana kwenye crew wanaishi kama kaka na dada. Mimi naamini hivyo. Kwa hiyo mambo mengine tutasema, mimi naamini hivyo. Basi asanteni sana kwa kuwa na mimi hapa Midundo Online Media. Niwashukuru sana na niwakaribisha tena siku nyingine kwa ajili ya vitu vingine zaidi. Asanteni. Langu jina Dimi na msikilizaji, nilikuwa na partner Andrew na tulikuwa na udhamini wa Sidai kwa Sana Terrace na Barozi wa Norway Tanzania. Until next time, bye bye.